Na kitu kingine usichokijua ni kwamba Aisha ana mpango. Ninafumba macho fumbua, mbele sioni, nami kipofu kibatali umezima, mbele sioni, na yakumbuka maneno yako ulosema unanipenda we. Kumbuka mama, niliwahi kukwambia kitu, na uona ukweli uliojificha machoni kwako, ingalikuwa unadiriki kunieleza uongo. Ila anyway, nisichoshe akili zako kusakata mkokoto, ingalikuwa leli ndo njia yake. Acha tuachie muda ufanye kazi yake. Kama kuna chochote kibaya ambacho mke wangu ana lengo nacho juu yangu, basi naamini kuna siku moja ukweli utakuwa wazi. Lakini siku moja nikibaini kama na wewe unahusika kwenye huo ukweli, I swear sitoona kwamba wewe ni mama ambaye umeniozesha Aisha, wala wewe ni mama ambaye nilikuwa na kuheshimu na kukuthamini. Itakuwa ndo mwisho wa heshima yangu kwako, na itakuwa ndo mwanzo wa kukuletea dharau na kuleta vitu ambavyo havina maana. Hapana, usiseme hivyo baba yangu. Mbona mimi niko pamoja na wewe, na ndio maana najaribu kutafuta kila namna ya kujua mambo mengi zaidi ili nikupe ukweli uliokamilika. Ulifanikiwa kumpata babake? Hapana, hatukufanikiwa kumuona. Tumezunguka sana lakini hatujampata. Hivi kwa nini unaamua kujichukulia maamuzi bila kunishirikisha? Okay, mmetoka hapa mkapata ajali. Huko unavyozani wewe, huyo mtoto ungempeleka wapi? Kaka, sasa mtoto wa watu anaenda wapi? Na kama unavyojua mtu mwenyewe nimemkuta tu barabarani, hana pa kwenda. Unafikiri ataenda wapi? Mimi nakuomba kakaangu, najua nilichokifanya kina makosa makubwa, lakini naomba nisamehe. Nimekukosea, nisamehe kakaangu, lakini sio kumfukuza mtoto wa watu. Hii jukumu nimeshasema mimi ndo nitafanya nifanyavyo, baba yake apatikane. Unajichukulia maamuzi kwamba yani wewe unataka kunitawala, si ndio? Unanimudu. Yaani ukifanya tena upuuzi siku nyingine likatokea la kutokea, naomba usinishirikishe. Maamuzi ambayo naenda kuyafanya kwa sasa hivi, huyu mtoto hapa atoke. Ninafumba macho fumbua, mbele sioni, nami kipofu kibatali umezima, mbele sioni. Wana ndugu yangu natoka onyesha miguu. Ya, namshukuru Mungu. Kiukweli leo najiona niko poa kabisa. Niko buheri wa afya. Nashukuru sana Mungu ndugu yangu. Safi kabisa. Na kuona kweli umeimarika leo, hata tabasamu limeongezeka ndugu yangu. Ya, lakini pia kama nichukue nafasi hii kukushukuru ndugu yangu. Umekuwa ni mwema sana na umehangaikia sana uhai wangu. Nakushukuru sana, lakini pia naomba salamu zangu zifikishe pia kwa bosi Kipande au Masembe, sijui ndo mnamuita hivyo. So nawashukuru sana ndugu zangu. Lakini pia naomba nikuage rasmi sasa kwamba mimi acha nikajitafute, kwa sababu naona mimi ni mwanaume ambaye naitwa baba. Kuna maisha inabidi niwe nayo mimi, kama mimi maisha yangu ni ya mudu, ili na mimi mwanangu pala alipo ajivunie kuwa na baba, kwa sababu hapa penyewe sijui mwanangu yuko sehemu gani na sijui kama yuko salama. Bado nipo kwenye matata. Baraka, mimi kutoka hapa sikukatalii ndugu. Ila unajua kabisa hali halisi ya mtaani. Usalama wako kabisa mwanangu unajua bado. Alafu afya yako Baraka bado haijaimarika. Kwa maana ukitoka hapa lolote anaweza kukukuta huko mtaani ndugu yangu. Mimi nakupataje? Kaa hapa.
Huko tunasubiri ukae vizuri kabisa ndugu yangu, unaweza ukatoka. Kuliko kutoka saizi, juzi tu umetoka kwenye haya majanga tena ukatoka. Afya yako yenyewe ni sikudanganye, siku mbili hizi ukaona kama tayari umekaa sawa. Bado Baraka. Endelea kwanza kukaa kuvutavuta muda. Alafu kuhusu mtoto, nilikwambia ukikuwa sawa tu utalifanyia kazi. Mimi mwenyewe hapa nimetoka huko namtafuta mke wangu. Sijamuona. Toka amefanya ile tukio namtafuta simpati. Kwa mimi nakuomba tukae pamoja hapa mpaka utapokuwa tayari afya yako imeimarika kuwa kama mwanzo ndio utoke. Hapana kaka. Mimi nakuomba usimtimue yule mtoto kwa sababu hana pa kwenda. Ila nakuomba nenda kwa mwenyekiti au serikali za mitaa. Nenda karipoti ili hata lolote likitokea wewe wanafahamu, lakini sio kumfukuza huyo mtoto jamani kaka. Naomba tafadhali. Sawa. Hapa mimi nitatoka. Nitaenda huko serikali za mitaa. Lengo tu ni kulinde wewe, mimi na huyo Johari. Ili siku yoyote itakapotokea la kutokea hapa tuwe katika usalama. Alafu huyo Johari kwa wapi? Johari ametoka. Na amempiga sana mtoto wa watu hapa na kaondoka. Kampiga? Hivi yule akili zake ziko sawa kweli yule? Yaani hapa sisi tunahangaika yule mtoto awe mzima, yeye anaenda kumpiga. Na bado mtoto alinauma. Yaani Johari itafika hatua mimi na Johari mmoja atahama hapa. Sasa kaka, wewe mwenyewe unajua umfukuze Johari ataenda wapi? Anapakwenda Johari? Yaani nitoke hapa watu wanichanganye, kazi napo huko kunichanganye, bosi kampa kazi mtu mwingine. Okay, anyway. Huyo mtoto sikalala sasa hivi? Yupo ndani amelala. Basi sawa. Hakikisha akishaamka anakunywa zile dawa zake. Na ale sawa. Naweza kusema uko sahihi ndugu yangu, lakini kuendelea kukaa hapa ni sawa sana na kukinzana na Mungu kwa funzo alonipitisha. Kwa hili lililotokea kwenye maisha yangu limekuwa ni somo kubwa sana kuliko hata masomo yaliyowahi kutokea huko nyuma. Ni kwa sababu moja. Mimi sidhani kama nikiendelea kukaa hapa uhai wangu utakuwa salama. Na hayo yote ambao anayafanya mkeo na imani anayafanya ni kwa sababu ana chuki dhidi yangu. Sasa nikisema niendelee kukaa hapa leo nimenusurika, ni Mwenyezi Mungu tu na kudra zake. Vipi kesho akaja hata akaninyonga, akanivizia hata kama nimelala, akaninyonga au akanichoma kisu? Unafikiri nitakuwa na kitu gani cha kusema mbele za Mungu? Kwa sababu Mungu mara ya kwanza akanionyesha huyu sio mtu mzuri, au hiyo sehemu unayokaa sio sehemu nzuri, alafu mimi nikaamua kuchukua nafasi ya kuendelea kubaki hapo. Simaanishi kwamba ni mbaya, hapana, wala shemeji sio mbaya, ila tu nachokimaanisha kuwa kwamba mimi sistahili kusaidiwa na mtu yeyote. Mimi ni mkiwa, acha nianze maisha mapya ambayo yatakuwa yenye furaha. Haijalishi nakula, haijalishi sina sehemu ya kulala, lakini na imani Mungu atanipitisha tu kwenye haya na mimi nitakuwa na vya kwangu. Sasa Baraka, basi mimi nakuomba kitu kimoja. Basi angalau basi ukakaa hata pale ofisini. Okay, sawa. Mimi kazini nitakuja. Ila kusema nikae hapa. Nashukuru sana. Shida yako, shida yangu. Kwa nathamini sana shida zako mwanangu. Kwa mimi kama sijakutupa kipindi hiki, kwa na kuaminisha kabisa kwamba mwanao tutamtafuta na tutampata. Alafu mimi nitajua namna gani ya kumpata huyo. Ukimwona mwambie mimi nimemsamehe. Wala sina chuki na yeye. Bali anachotakiwa ni kuomba toba tu kwa Mwenyezi Mungu. Mimi na imani hiyo ndio itakuwa neno langu la mwisho. Na kutakia maisha mema yenye ndoa yenye amani na furaha. Mungu awabariki sana.
Sikia binti, nadhani leo ndo itakuwa mwisho kukaa hapa. Tutatoka hapa kwenda kumtafuta baba yako. Tafadhali iweke sawa memori yako. Sehemu yoyote unadhani wewe na baba yako mliwahi kupita na mkakaa, tutapita leo, na tukimkosa nitajua wapi pa kupeleka. Huenda nikakurudisha pale ambako ulikuwepo mara ya mwisho na baba yako, ili yeye akutafute wewe. Yaani kama baba yako angekuwepo na umuhimu na wewe, sasa hivi angeshangaika. Kuna misikiti huko ungeshatangazwa, tungesikia rahisi sana kukupeleka. Kuna media kibao, kuna social media. Angeposti hata picha zako tu, ingekuwa rahisi wewe kuonana na babako. Lakini yeye ajali, ka relax huko. Na uenda labda yuko na mama yako. Kwanza siku zote tunakaa hapa, haujawahi kumzungumzia wewe mama yako. Wewe mama yako yuko wapi? Mama yangu alimkataa baba yangu na mimi. Kwa hiyo tulikopo tu tunaishi mitaani, hatuna sehemu maalum. Yaani imekuwa kama familia fulani ya machokola. Yaani hamjawahi kuwa sehemu moja, mnatangatanga. Na mwili wako mdogo ile unajitahidi kula. Kifupi tu, hapo unatumalizia chakula mamangu. Na mimi hapa nimeshahangaika, kazi nimekosa. Madili kila napoenda yanakwama. Na huenda labda umenibebea mikosi, ila siwezi kusema hivyo. Nahitaji kuwa na moyo wa ujasiri. Leo tutaenda kumtafuta huyo baba yako. Nikwambie tu binti mzuri, baba yako tukimkosa na makazi ya hapa utayakosa. Hakikisha akili yako inakaa sawa kupita sehemu zote wewe na baba yako mlipita. Na hata ikiwezekana unipeleke hata kwa huyo mama yako. Akukubali akukatae, mimi nakuacha. Nakwambia tu, mimi nakuacha. Sawa anko, mimi naamini Mungu atatusaidia, tutampata. Tondoke. Kazi niliyokuagiza uifanye, nimeshaifanya mwenyewe. Namaanisha kuwa Baraka nimemuua mimi mwenyewe tayari. Sasa basi, kama ile ulishindwa, kuna kazi nyingine nahitaji nikupe. Sasa sidhani kama nenyewe utashindwa kama ulivyoshindwa ile ya kwanza. Baraka ameshafariki, lakini kuna vitu bado sivielewi. Hususani kwa mama yangu pia, kwa sababu nilivyompelekea taarifa ya kwamba Baraka nimeshammaliza, mapokeo yake yalikuwa tofauti sana. Nimeshangaa na nimestaajabu, ni yeye ama ni mwingine? Yaani amepokea kana kwamba ni mtu mwingine tofauti na yule ambaye mimi na yeye tulikuwa tunaipanga hii mipango. Na pia mara kadhaa nilikuwa nikikutana na Kibabage, kuna maneno ananiambia, lakini pia ananifunga sana, haniweki wazi. Ni mafumbo mafumbo kwamba nyuma yangu kuna mtu ananizunguka. Siwezi jua kati yako wewe ama mama yangu, maana nyie ndio watu wawili ambao nafanya na nyie kazi. Nahitaji nikupe kazi ya kufanya, lakini sitegemei uniangushe. Ni ipi hiyo kazi? Nahitaji umchunguze mama yangu. Hii haimaanishi kana kwamba simwamini, lakini siku zote wanasema wasiwasi ndio akili. Na kwa sasa nataka kutumia sana akili kuliko kukoropoka.
Odi. Dokta. Habari bwana Duma. Karibu mjane. Asante. Nimekuja kumuona mgonjwa wetu. Sio anaendeleaje? Mgonjwa anaendelea salama kabisa. Kiufupi yuko sawa. Maana Mr. Masembe niliongea naye nikamwambia kuna dawa nitakiwa kuja kukamilisha dozi. Kwa hiyo nimekuja kumchoma sindano nyingine. Dokta bwana, mgonjwa ametoka. Ametoka na ameniambia hapa hawezi kukaa tena. Kwa nini? Unajua sisi binadamu bwana tumeumbwa na hofu. Kama jambo likitokea ambalo sio sahihi lazima wengi wana hofu kidogo. Kulingana na matukio ambayo yametokea katikati hapa. Amesema hawezi kukaa hapa tena. Kwa ameamua kutoka akahangaika na maisha yake. Lakini haikutakiwa kuwa hivyo. Kuna sindano ilikuwa bado hajamaliza. Dozi yake ilikuwa haijakamilika. Kulingana na sumu ambayo aliwekewa, ni sumu kali sana. Itakuwa tuje tumalizie sindano yake ya mwisho. Sasa nashangaa unaponiambia kwamba ameondoka na umemruhusu, umemwachia atoke. Imewezekanaje hiyo? Dokta, nimejaribu kila aina ya kuongea naye. Imeshindikana. Alafu ni mtu mzima. Kwa nimeshimpia maamuzi yake. Kwa sababu siwezi kumlazimisha mtu ameshaamua la kwake. Kwa lazima pia respect maamuzi yake. Mimi natumaini kwenye kazi nzuri. Situmaini uniangushe kama ulivyoniangusha awali. Of course mimi nakuamini. Sasa naomba uendelee kujenga uaminifu wangu. Sawa. Ila kwa sasa nahitaji unipe muda. Unahisi muda una nafasi kwa wakati huu? Yaani kwa kipindi hichi mimi nahitaji kazi tu na wala sio uniambie eti nikupe muda. Ni una shida gani labda mpaka unahitaji muda? Nakuelewa sana bosi wangu. Ila kesho jioni tukutane. Sawa. Lakini pia narudia tena na kuomba fanya kazi yangu kwa ufasaha ili iweze kuisha. Maana sasa hivi nimekuwa bize sana kuwa natoka nyumbani. Nahisi mume wangu kama anaanza kushtukia michezo yangu. Kuna aina fulani hivi simuelewi. So sihitaji ni mwaribu wala kumpoteza. Nililokuwa nalikusudia nimelimaliza. Hiyo ni furaha kwa upande wangu. Lakini pia nahitaji unifanikishie na hiyo. Nadhani tumemaliza. Usijali. Ushanipa kazi, naifanya kazi. Haikutakiwa kutokea hiyo kitu. Utakuwa kuruhusu. Kwa nini uliruhusu? Kwa sababu siku ile wakati kuja kumtibia hapa, nahisi ulinisikia kitu ambacho niliongea. Na nishaongea na Mr. Masembe kuhusu hili swala. Sasa sijui imewezekanaje wewe kumwachia mtu huyo. Dokta, naomba nimtafute. Hilo swala naomba uniachie. Kwa sababu bado hajamaliza dozi. Nitamtafuta na nitampata ili tumtibie endelee kuwa salama zaidi. Naomba ufanye haraka kwa sababu hivi vitu vinaenda kwa muda. Ndio maana hata dawa unaambiwa kunywa kwa muda fulani, ndani ya masaa 8 huo umekunywa ndani ya muda fulani. Kwa hata hizi sindano pia zitakuwa ziende kwa masaa. Zaidi ya hapo itatugharimu sana. Itahitajika dawa nyingine yenye nguvu zaidi ya hiyo afu tukaongeza gharama. Mambo yakaja kuwa magumu. Tafadhali naomba ufanye hivyo kwa haraka sana. Umtafute haraka iwezekanavyo. Sawa dokta, nashukuru. Asante. Asante.
Karibu ga. Asante sana kaka. Samahani. Kwa majina mimi ninaitwa Baraka. Natokea mtaa wa kule Tabata Lelini kule. Ndugu yangu hapa nilipo ni mwanaume mwenzio na matatizo makubwa sana. Nilikuwa naomba unisaidie. Nina shida na kazi yoyote, hata kama ukinipatia hapa nikawa unaniagiza sokoni naenda kuchukua vitu. Mimi naomba hata unilipe shilingi 2000 kwa siku. Itakuwa ni afadhali kubwa sana kwangu. Bwana Baraka, mimi kiukweli kama kazi kwangu hapa ungekuwa na kazi ningekusaidia, lakini Baraka, niseme pole sana. Mimi hapa kwa leo au kwa wakati huu sitaji kufanya kazi yoyote. Ila cha kushauri ni kwamba angalau jaribu hata kutembea mtaani hapo, mtaa pili hapo, angalau unaweza ukajipatia kazi kidogo rafiki yangu. Samahani blaza. Nilikuwa naomba, hauna hata ndugu yako, labda kaka yako, hata mtu yoyote? Mimi nipo tayari kufanya kazi aina yoyote. Hata kama ni kubeba zege, hata kama ni kufagia. Hii mradi tu ndugu yangu niweze kupata chochote kitu kaka. Bwana Baraka, kwa sasa hivi kiukweli nitakudanganya. Kiufupi kwa sasa hivi hapana. Na hata kama ningekuwa na rafiki ambaye kidogo anataka mfanya kazi, kiukweli ile rafiki yangu Baraka ningekwambia kabisa kwamba yupo rafiki yangu ndio pesa fulani. Kwa wakati huu pole sana ndugu yangu, wakati huu sina wa kuweka. Sawa kaka, nashukuru. Lakini huu ni ulimwengu, usikose kuacha kuuliza kwa ndugu jamaa na marafiki. Angalau huyo yote utakayemuona anastahili kuomba kazi, omba kazi. Kila mtu kaanzia huko. Madam, nimekupigia simu ya dharura. Naona hapo mbele kuna tatizo litatokea. Nilikutana na Aisha, nikaongea naye vingi sana, ila kubwa zaidi alinipa kazi nikufuatilie wewe. Pia akaniambia nimfuatilie na Kibabage. Sijaelewa kuna issue gani hapa kati. Kwa hiyo ulimjibu nini? Nilimwambia nitamjulisha, ila mpaka niongee na wewe. Ukinipa majibu ndio nimpelekee yeye. Vizuri. Mimi na wewe tutafanya kazi nzuri sana, na ndio maana mimi huwa nakupenda sana, kwa sababu hunaga maamuzi ya kukurupuka. Hivyo basi wewe kamwambie nimekubali kumchunguza Aisha. Wewe ni mtoto mdogo sana, hauwezi kushindana na mimi kamwe. Sasa na kuhusu Kibabage, Kibabage hata mimi simwamini pia. Kibabage wewe endelea kumchunguza kwa umakini, lakini hakikisha kitu chochote kile utakachokigundua nifikishie kwanza mimi taarifa. Mimi nitakupa ushauri nini cha kufanya, kama anahitajika kujua Aisha au la. Sawa. Sijaelewa na kwa nini mnaongeza watu bila kuniambia. Huyo Kibabage ametokea wapi? Kuhusiana na Kibabage ni stori ndefu, nadhani nitakuelezea kwa wakati mwingine, lakini yule nilimchukua kwa maslahi yangu binafsi. Sawa, nimekuelewa. Na vipi kuhusu pesa yangu? Maana hiyo ni kazi nyingine tena. Nenda kamwambia Aisha
akupe milioni 5 kwa ajili ya kunichunguza mimi. Hayo ndio yatakuwa malipo ya kazi yangu. Mitaa hii mliwahi kupita mitaa hii? Ndio. Mlikatisha huko? Ndio. Sasa hizi? Salama, karibu. Asante. Bwana samani kiongozi. Samani. Kweli una hakika hapa? Mliwahi kupita? Ndio. Kiongozi wangu bwana, sisi kuna mtu tunamtafuta na sidhani kama wewe una uhakika kweli. Sidhani kama kweli atakuwepo, ila huyu ananipa moyo tu kwamba yupo. Ila mimi kiuhalisia sijui kama duniani yupo hapa. Anyway, kuna mtu sisi tunamtafuta muda mrefu sana, na mpaka sasa hivi tumeshazunguka vya kutosha, ila huyu ndo ananipa tu moyo kwamba maeneo haya yakapita. Sasa naomba nikuulize, hapa hakupita kweli? Shikamani au ya. Lakini huyo mtu, kuna mtu kaja hapa, shati yake iko chaka. Na hisi huyo mtu kama haiko sawa. Shati yake ni nyeusi. Alivyo wewe. Mwelezee babako tu. Mweusi, mrefu, alafu kavaa tisheti jeusi. Ya, yuko kama vile mlivyosema nyinyi. Kavaa tisheti nyeusi. Ya chaka. Chanika huko mgongoni. Lakini pia kaniambia jina lake anaitwa Baraka. Baraka? Wewe babako anaitwa Baraka? Babako anaitwa Baraka? Ndio. Samani. Yaani alipopita hapa kaelekea sehemu gani? Kaelekea hivi. Wapi? Moja kwa moja huu? Kanyosha. Sasa hivi.